Karibu Story vs Swahili. Vitabu vya dini husisitiza kuwa ndoa ni kitu kizuri na kitakatifu na kinachotakiwa kiheshimiwe na watu wote. Wenye kujua maana ya ndoa huithamini na kuipa thamani, lakini wasiojua huidharau na kupoteza, na pale wanapopoteza ndipo hujua thamani yake ni ipi. Na leo nakuletea simulizi inayoitwa Sauti za Usaliti. Ukiona nyufa ujue ukuta unaelekea kudondoka. Hata Musa pia aliona ufa, ila aliamini ataziba. Alianza kukusikia uvumi mtaani, na baadaye watu wake wa karibu walimweleza Musa kuhusu usaliti wa mke wake aitwaye Asha. Musa alikuwa aina watu ambao wakipenda wanapenda kweli, hivyo alijenga imani kwa mke wake ambaye wahenga walisema ni jamvi la wageni. Wengine walipomuita malaya, Musa alimuita mke, maana alimzalia baraka, hivyo Musa alimuita mama watoto. Kwa kila hali Musa alipambana kumpa Aisha maisha bora. Wanajamii wote waliona kwa pamoja, akasema Asha amepata bwana, ila Musa amekosa mke. Wanawake wengi walijigonga kwa Musa wakitamani nafasi ya Asha ambaye hawakuona kama anastahili. Wahenga husema hakuna safari isiyo na mwisho. Pamoja na matendo yake yote maovu, Asha hakuwafikiria ipo siku ndoa yake itafika mwisho. Alifurahia kila alichopewa na Musa, ila hakuridhika. Aliongeza mabwana wengine na bado hakutosheka. Alikuwepo Sadiki, alikuwepo Kevi, walikuwepo wanaojiweza na wengine walevi. Kifupi, alikuwa mke wa Musa, ila alishare na wengi. Hakuna siri ya watu wengi, hivyo maneno kuhusu tabia ya Asha yalitapakaa mtaani, yalimfikia Musa. Aliyapuuza kwa sababu ya kumwamini mkewe. Uvumi ulipozidi, Musa aliyakumbuka maneno ya wahenga, lisemwalo lipo, kama alipo lajongea. Hivyo moyo ulianza kuingia wasiwasi na kuanza kufikiria kuhusu uwezekano wa mkewe kumsaliti. Musa aliziona dalili, baadaye aliubaini ukweli. Kwa upendo alimwonya mkewe. Asha alijitetea na kuomba msamaha kwa mumewe, akiahidi kubadilika. Musa aliamini alishaisha na sasa anaweza ishi safi na mkewe. Lakini katika usiku mmoja kila kitu kilibadilika. Usiku ulikuwa kama usiku mwingine wa kawaida, lakini ulimalizika kwa majeraha ambayo hayangepona kiurahisi. Usiku huu kulikuwa na mvua nyepesi ilikuwa kidondoka juu ya paa la Musa, sauti yake ikichanganyika na sauti za upepo baridi. Musa alikuwa anarejea nyumbani kutoka safari ya kikazi bila kumtaarifu mke wake Asha. Alitaka hiyo surprise. Alikuwa amemisi sana mke wake na mtoto wake mdogo Baraka mwenye umri wa miaka 2. Akiwa amebeba mfuko mmoja matunda na toi ndogo ya gari kwa ajili ya mwanae, alisukuma geti taratibu ambalo lilikuwa wazi. Kila kitu kilikuwa kimya. Akahisi watakuwa wamelala, hivyo akachukua ufunguo wa ziada na kuanza kufungua mlango kusudi asiwaamshe mkewe pamoja na mtoto. Labda wamelala, alijisemea moyoni huku akitabasamu. Alipofungua mlango na kufika sebuleni, alisikia sauti zisizoeleweka kutoka chumbani kwake. Sio sauti ya television, sio ya mazungumzo ya kawaida. Ilikuwa sauti ya kitanda ikitoa malalamiko, huku kifuatana na sauti za miguno ya kimahaba. Moyo wake ulianza kwenda mbio, akiwaza moyoni ni kitu gani kinaendelea chumbani kwake. Hofu na wasiwasi ulianza kuingia moyoni mwake.
hakutamani uvarimu anaofikiria iwe kweli. Akasogea hatua kwa hatua, mikono yake ikitetemeka. Mlango wa chumba ulikuwa umeegeshwa kidogo. Mwanga hafifu wa taa za rangi ulimulika. Alipotazama aliona watu wawili juu ya kitanda chake. Alifungua mlango taratibu. Alichokiona kilimfanya damu yake igande. Mke wake Asha alikuwa mikononi mwa mwanaume mwingine, jirani yao anaitwa Kevin, wakiwa uchi wa mnyama. Kevin akiwa juu ya Asha, wamezama katika mahaba mazito. Musa hakuwahi kufikiria kama ipo siku mke wake angemsaliti, lakini leo alikuwa akishuhudia kwa macho yake usaliti wa mke wake. Mashuka alikuwa yamevurugika, nguo zimetapakaa sakafuni, huku Asha na Kevin wakiwa bize kufurahia tendo. Lakini kilichomuumiza Musa zaidi hakikuwa tu kile kilichokuwa kinaendelea pale kitandani, bali alikuwa mwanaye Baraka. Pembeni kabisa ya kitanda, Baraka alikuwa amekaa akilia kwa kwikwi, machozi yakitiririka usoni, mikono yake midogo ikinyosha kwa mama yake ambaye hakuwa akimjali. Alikuwa bize kufurahia tendo. Mtoto alipolia kwa uchungu, yeye alilia kwa utamu wa penzi. Musa alimsikia mwanaye akiita mama, 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 lakini mke wake muda wote alikuwa bize. Musa alihisi kifua kikikaza kwa hasira na uchungu, huku miguu na mikono yake ikilegea. Hisia nzito za chuki na hasira dhidi ya mke wake zikijaa kifuani mwake. Mfuko wa matunda ulianguka chini, matunda yakitapakaa sakafuni. Toi ya gari ilianguka sakafuni na kutoa sauti iliyowashtua Asha na Kelvin. Asha akakurupuka na kuruka kutoka kitandani baada ya kumwona Musa, huku akiwa na hofu na mwili mzima ukimtetemeka. Hakujua ni namna gani anaweza kuelezea matendo yake, lakini pia hakuweza kufunga kinywa chake ili awe kimya. Mume wangu, sikiliza, sio hivyo ninavyofikiria, alijitetea Asha. Sio vile ninavyofikiria? Kwani nafikiria nini? Musa alihoji kwa sauti ya utulivu yenye hasira ndani yake. Sauti yake ikapasuka kwa maumivu kuliko hasira. Asha hakuwa na jibu. Aliinamisha kichwa chini kwa aibu, huku akihangaika kuvuta kitenge kilichokuwa karibu na kitanda ili ajifunike. Kelvin akiwa amechanganyikiwa na mwenye hofu ndani yake, alianza kuokota nguo zake haraka haraka akijaribu kujistiri. Hakuthubutu hata kumtazama Musa usoni. Alijisikia aibu na zaidi hofu na wasiwasi ulimjaa moyoni, akijiuliza ni kipi Musa angefanya kwake. Alikumbuka simulizi zote za mtaani, namna wanaume waliofumania wake zao hufanya kwa wahusika, yaani wanaume waliokuwa wakitembea na wake zao. Alitamani dunia ipasuke kabla hayo yote hajamfika, imfukie, lakini haikuwezekana. Bro, samahani, aligugumia Kelvin. Musa alimgeukia kwa macho mekundu yenye hasira, huku akitabasamu namna ambayo ilimtisha Kevin. Alishawahi sikia simulizi za psychopath ambao wanaweza kuua huku akitabasamu. Hivyo tabasamu la Musa liliongeza mateso na mawazo kwa Kevin, huku hofu na wasiwasi vikizidi. Musa hakujibu lolote. Alimtazama Kevin kisha akatabasamu. Kevin alijikuta miguu ikiisha nguvu na kukaa chini, huku akificha kichwa kwa aibu. Baraka aliendelea kulia. Musa alisogelea kitanda na kumbeba mwanaye akimweka kifuani. Mtoto yule mdogo alijikumbata kwa baba yake kama vile alikuwa ameiona salama yake pekee. Usilie mwanangu, baba yupo, Musa alisema. Asha alisimama mbele ya Musa huku akitetemeka kwa woga na aibu.
mume wangu, naomba nisamehe, nilikosea. Aliomba msamaha Asha. Musa alimwangalia Asha huku macho yake akiwa si ya mwanamume mwenye upendo kwa mke, bali ya mtu mwenye hasira, yakionyesha moto wa chuki unaowaka ndani ya Musa. Hujakosea, ila umekuwa mkweli kwa hisia zako, alisema Musa kwa sauti ya chini yenye uchungu ndani yake, akimaanisha kwamba Asha alikuwa mpendi Musa, ndio maana alimsaliti. Kelvin alizidi kutazama mwanya ni namna gani anaweza kakimbia au kutoka mahali pale, na ilipotokea nafasi wa kujificha kama mwizi, alitoroka nje. Musa aliona, ila hakuwa na muda wa kumfuatilia. Angalau wakati huo hakutaka kudili na Kevin. Kufika nje, Kevin alivuta pumzi kwa nguvu, kana kwamba alipotoka alikuwa na upungufu wa hewa. Baadaye alipotelea gizani. Ndani ya chumba kilisikika kilio cha Asha, huku mtoto akiwa ameipata faraja kwa baba yake. Musa akamshika Baraka vizuri zaidi, kisha akaenda mpaka mlangoni. Kabla hajatoka, aligeuka kumtazama mkewe Asha ambaye alikuwa akilia, na safari hii akiwa kapiga magoti. Asha alitamani kuongea neno, lakini alishindwa na kuishia kuangua kilio. Musa akasema, leo si tu umenikosea uaminifu au umeuvunja uaminifu wangu kwako, lakini pia leo umevunja ndoa yetu, alisema huku akiwa mwenye uchungu na hasira. Hisia kali za maumivu zilionekana safari hii na machozi yalimdondoka Musa. Alifungua mlango na kutoka nje. Mlango ulibamizwa kwa kishindo. Akiwa kapiga magoti, Asha alikumbuka upendo wote alioneshwa na Musa. Musa ambaye si tu alijali Asha, bali alijali hata familia yao. Aliwajengea nyumba nzuri wazazi wake Asha, ambao mwanzo walikuwa wakiishi katika nyumba iliyovuja kila mvua ikinyesha. Aliwasomesha wadogo wa Asha, lakini pia alipambania matibabu ya babake Asha aliyekuwa na matatizo ya moyo hadi akawa sawa. Asha alikumbuka hajawahi kumpa kitu chochote Musa zaidi ya yeye na familia yake kupokea vingi kutoka kwa Musa. Alijiona mkosaji na mwovu. Alitoa machozi bila kujua hatima ya maisha yake bila ya Musa. Kwa mara ya kwanza alitambua ubaya wa usaliti aliofanya. Alitamani siku zirudi nyuma, arekebishe pale alipokosea, ila haikuwezekana tena. Mvua nyepesi ikipiga, Musa alitembea akiwa amembeba mwanaye, machozi yakichanganyika na matone ya maji. Aliingia ndani ya gari na kuondoka, moyoni akiwa amedhamiria kutojenga tena imani kwa binadamu, akiamini maumivu aliyopata yametosha. Musa alianza maisha mapya bila kuwa na mkewe, akiwa tu na mwanaye, huku Asha akianza maisha mateso baada ya kuipoteza Neema. Aliishi maisha ya taabu, akipigika usiku na mchana ili angalau apate kula, tabu ambazo hakuwahi kuzipata akiwa na Musa. Wale mabwana wote waliompenda, hakuna aliyekuwa na utayari wa kuishi naye. Kifupi, alikuwa kama toilet paper, katumika, hana thamani tena. Kevin alipoteza furaha na amani. Kila mara alipomwona Musa, alihisi kuna jambo baya linaenda kutokea kwake. Hakuwa na amani tena. Alibaki na swali kichwani, kwa nini Musa amemwacha? Kwa nini Musa hajafanya chochote kwake? Jambo lililomtesa kwa muda mrefu, kiasi kwamba Kevin aliona aibu hadi akaamua kuhama mji ili angalau tu asionane tena na Musa. Musa alijifunza kitu: ukipenda sehemu unayopendwa utapata faraja, lakini usipopendwa utambulia maumivu. Kwa hiyo kuliko ukapata maumivu ukiona dalili za kutokupendwa, ni bora ukaondoka. Asante kwa kusikiliza simulizi hii kutoka hapa Storyverse Swahili. Usisahau kusubscribe uwe wa kwanza kupata simulizi zetu mpya kila mara hapa Storyverse Swahili.